bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Unapitia kitu huwezi saidia mtoto yako, unajichukia na si kupenda. Ni vile maisha inatupeleka, lakini tunajua ya kwamba kuna watu wa Mungu, kuna watu wako na huruma, watu wanajitoleanga, watu wanasaidiananga, na tunajua ya kwamba Mungu atawaongelesha. People in the village judged them harshly, saying Charles and his mother are cursed or bewitched. This judgment only adds to their burden. Saa zingine watu wanaongea, unasikia mtu akisema, waangalie mtoto huyu. Saa zingine wengine wanasema ni laana, wengine wanasema maybe ni mambo tofauti, unashindwa uko mwisho. Juu mtu akipata shida saa zingine watu wanaongea, lakini watu hawajui ile unapitia. Wanasema saa zingine hatuangalii mtoto, hatumpeleki hosi. Unasikia unahudhika, kwa maana ungekuwa na kitu hata ungekubali ifike hapo, ungekubali. Watu wanaongea, unasikia uko mwisho, unasikia kama umefika mwisho kabisa. Despite the challenges, Charles's mother can only assume and keep trusting God. She holds on to hope, believing that better days will come. Mimi sina ubaya na hao. Hao wanaongea, nasema sina ubaya na hao. Mungu atawajulisha, si kupenda kwetu. Hata sisi tungekuwa na uwezo, Gishukia ngeenda hosi kitambo na atibiwe, na hiyo ndio furaha yetu kama wazazi. Hakuna kitu mbaya kama mtoto akiwa mgonjwa. Unasikia hata wewe kaa uko mgonjwa zaidi. Hata hiyo kazi kwenda unasikia, hata ukiitiwa hiyo kibarua ukienda unafanya tu ukiwa mnyonge, lakini unajitia tu nguvu, kwa maana huna uwezo ingine. Unajaribu kulala, usiku mzima unalala bila kupata usingizi, ukifikiria maneno ya hii mkono. Unauliza Mungu, kai, nitaona siku moja hii mkono imetibiwa na imekuwa sawa. Hivyo ndio naambianga Mungu. Juu ukienda kulala unaanza kufikiria maneno za mtoto, unakumbuka vile hiyo mkono inakaa, unashindwa utaanzia wapi, unashindwa utafanya nini, kwa maana ujui ni nini sasa hiyo mkono iko ndani, ujui kutaendaje, ujui kutafanyika aje. Lakini tunaamini Mungu ana uwezo, kwa maana hata ndio ametutumia hao watu wa Save a Life, watu save, kwa maana ni Mungu aliwachagua juu ya maisha ya watu. Na najua Mungu atawabariki na Mungu atawatendea mema, kwa maana ni kitu aliweka ndani yao wawe wakisaidia. Ndiposa hata sisi tunajua Mungu atatukumbuka, Mungu atatutumania, kwa maana Mungu anatumana. Charles's parents are casual laborers who struggle to make ends meet for their children, and the medical expenses for their son are overwhelming. Na ako na uchungu, saa zingine mimi namwangalia, nashindwa nitafanya nini, sina uwezo, nasikia niko mwisho. Naomba Mungu, naomba usaidizi, na ndiposa nikaona watu wa Save a Life, na nikaambia Mungu asanti, kwa maana Mungu anajibingi maombi. Na najua ule Mungu naomba atanipea mtu ule atatusaidia Gishuki apone.
Sisi tunakomboa nyumba, hata hiyo nyumba ya mwenyewe utujaripa, hatuna pesa za kulipa hizo hii nyumba ya mwenyewe. Saa zingine mwenyewe anakuja anakuambia, lakini Mungu anamuongelesha, ako na huruma, akiona huyu mtoto anatuhurumia. Ndiposa naomba usaidizi, na mukikumbuka Geshoke, ni Mungu atawakumbuka pia nyinyi. Mungu atawatendea, maana ule mkono unabariki, pia huyo Mungu anaubariki. The mom tells us that it started with a little accident. One day, Charles stepped on a nail and got a tetanus injection. After the shot, a weird lump appeared on his upper left arm, which later turned into a growth. Mimi ni mama wa watoto 5. Geshoke ni third born. Kuna wengine mbele yake vijana 2, yeye ndiye wa 3. Alidungwa na msumari, halafu akaenda akadungwa tetanus, halafu hiyo shindano ikaleta shida baadaye. Amesumbukana sana na hiyo mkono, juu ilianza kufura, ikafura. Wakati alienda kucheza mpira akagongwa, ikafura sana. Ameenda hosi, ameambiwa na atakikana operation, lakini ameambiwa afanyiwe MRI, na hiyo biopsy hajafanyiwa juu hatuna pesa. Ile kitu alifanyiwa ni hiyo tu ya FNA, ikapatikana ni tumor. Sasa sisi tuko hivyo tukitafuta pesa, hatuna. Mimi nafanyanga vibarua ya kufua nguo, kulima, saa zingine inakosekana, hata za kulipa nyumba hata mimi sina. Ndio tumesumbukana hivi juu hatuna hizo pesa za kumpeleka hosi, hizo picha. Though Charles had the accident while still young, it is still fresh in his mind. Kwa majina naitwa Charles Geshoke. Nimetoka area ya Gatumumu. Mimi hapa nimekuja ni kuona na wenzangu. Niko na shida ya mkono. Niligonjeka like 10 years ago.